biashara haitakufa tu, tutaanguka kwenye madeni mazito, benki hazitasubiri kitu chochote kile. Najua ukianza kupiga simu hapa utaziogopa simu zao. Mama, nilikwambia sitaki kufanya hivi, mimi nataka kuwa mwalimu na sijui namna ya kuendesha biashara ya mabasi. Mama akamwambia anapaswa pambania alichokiacha baba yake, la sivyo kitapotea chote. Huku Sandra anaandika barua yake ya mwisho kuhusu Chazi. Anasema, hii barua yangu ya mwisho, sio kwamba hisia zangu zimeisha, lakini sitaki kujificha kupitia maandishi. Unajua nimekupenda tangu sekondari Nilijua upendo utaisha, lakini ilipofika chuo tu upendo ukaongezeka zaidi. Sandra amekuwa akivutiwa sana na Chazi kwenye kila kitu, wakienda chuoni pamoja, darasani anavyotabasamu, vyote vinamchanganya sana Sandra. Anasema maandishi yanaongea kila ambacho mdomo umeshindwa kusema, na hii barua yake ni ya mwisho kwa Chazi. Kwa kuwa leo ni siku ya kuondoka chuoni, Chazi lazima atakuja kumwaga BFF wake. Sandra akapanga kabisa hapo hapo atampa barua zote hizi. Akizisomaga huko mbele, basi atajua namna ambavyo Sandra anampenda mchizi. Muda wa kuondoka ulipofika, Sandra akaanza kufungasha mizigo yake hapa. Kweli bana, mwana akafika hapa chumbani kwa Sandra, lakini alikuwa na haraka kinoma, akapitiliza moja kwa moja chooni. Sandra akaona huu ndo muda sahihi wa kumpa barua zake zote Mchizi alipotoka tu akakutana na simu ya mpenzi wake, alikuwa anampigia hapa, akasema anamsubiri nje. Chazi ikabidi asepe chap chap. Kwa hiyo Sandra akawa hana namna tena ya kumpa barua mchizi, lakini mchizi ameacha mabegi yake hapa. Sandra akaona isiwe kesi, akaziweka barua zote kwenye begi dogo la Chazi. Lengo lake akifika huko mbele atafunguaga, basi atakutana nazo, na kama akizisoma basi yeye ndo ataamua kama atakuwa wapenzi au ataendelea kuwa marafiki. Magari ambayo Chazi ameyatumia kusafiria ni ya kampuni ya baba yake Gideon. Alipofika stendi akashuka, akasahau begi lake dogo kwenye gari, akaondoka na begi kubwa tu. Siku na barua za Sandra humo. Huku Gideon ameanza kazi kwa mara ya kwanza hapo ofisini. Mjomba Chuka akashangaa kinoma kumkuta Gideon ofisini. Mjomba akamtaka mchizi atoke kwenye kiti chake. Gideon akasema hiki ndo kiti ambacho anastahili. Huo ni uongo. Kaka yangu ambaye ni baba yako wewe alinipa hili kampuni hadi utakapokuwa wewe tayari kuliongoza. Mchizi akasema yuko tayari kwa sasa. Nani amesema uko tayari? Sihitaji mtu yeyote anifanyie maamuzi, nafanya mwenyewe sasa hivi. Sihitaji yeyote niambie wapi pa kukaa kwenye kampuni ya mzee wangu. Mimi ndo napaswa kukuambia wewe kama uko tayari. Mjomba yupo tayari kuachia kiti, amezoea kula vizuri. Sasa wenye mali wamekuja mjini, alimaindi huyo. Huku Sandra ndo amefika nyumbani, anaishi na mdogo wake wa kike anaitwa Stella. Vipi kuhusu Chazi, mna date au bado marafiki? Hili swali linamkera sana Sandra. Hajapumzika, akafikishwa kwenye swali gumu hajapumua vizuri, hajafanya chochote, akasema ni marafiki tu. Mdogo wake akuamini kabisa ndo wote huo, lakini akasema amempa barua zake zote. Hili kidogo likamfurahisha Stella. Umempa barua zote ulizoandika? Akasema akikuona tena lazima atataka kukuoa. Mida fulani hivi ya usiku, Chazi akampigia simu Sandra. Sandra akahisi mchizi amesoma zile barua, lakini mchizi alikuwa anamsalimia tu, alitaka ajue kama amefika salama na nini vitu kama hizo. Mtu wangu, ulisoma meseji zangu? Sijaziona kwenye simu yangu, niliweka kwenye begi. Nimelisahau.